cha sheria kwamba kinyume cha sheria, na hii inaonekana ni tabia zao. Hii ndio sifa za hii serikali. Si mimi peke yangu. Jana Busia vijana wawili wameuliwa bila sababu. Na kuna wengine ambao wameuliwa hapa Kenya, extrajudicial killing. Kuna hizi mambo ya abductions. Kuna mambo ya kiuka zile judgments za koti. So si Orengo peke yake, inaonekana kwa jumla serikali hii ina sifa za kukosa kufuata sheria. Na Your Excellency, ukiangalia sasa hivi gharama ya maisha imepanda, bei ya mafuta ndio hiyo. Juzi siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne wachukuzi walikataa kwenda kazini kabisa, wakitaka kwamba serikali iweze kushusha bei ya mafuta. Na nyinyi ndio mnalinda mwananchi. Kwa sasa mwananchi anaumia, anasema kwamba it is unbearable, maisha imekuwa ngumu. Labda mnafanya mikakati ipi kuhakikisha kwamba nyinyi kama mrengo alinda mwananchi mnatetea ule mama mboga ambaye alipewa ahadi kwamba maisha ingekuwa mzuri, lakini mambo sivyo? Sisi tuko upande wa mwananchi ambao wanapata matatizo mengi sana kwa sababu ya hali ya maisha iko juu, na tumetoa statement zetu kwa jumla, na hata mimi binafsi nimetoa statement juzi nikiwa kule Siaya. Unaona wale watu wa matatu na transporters wengine walikuwa na maandamano. Tuliunga mkono na tulisema ya kwamba pengine tuwapatie nafasi kwanza, isionekane ya kwamba sisi tuna incite hawa transporters. Lakini hili jambo ni jambo muhimu sana, na sisi kama linda mwananchi tutaendelea kutetea wananchi, na serikali bila kuchukua hatua ya kususha hali ya maisha, tunafikiria kuchukua hatua zingine. Unajua hata ile finance bill karibu ije, na juzi jana, si hata juzi jana, tumemwona naibu mwenyekiti wa chama cha Jubilee Dr. Fred Matiang'i akitoa wito kwa Wakenya kwamba wasikubali mswada huo uweze kupita, kisema kwamba iwapo utapita maisha ya Wakenya itakuwa ngumu zaidi. Itakuwa ngumu sana, na pamoja na bei ya mafuta imeenda juu, na wenzetu wanasema kama mafuta inaenda juu kwa sababu ya vita